Karibuni tena wapenzi, kama tunavyokumbuka tunaona kuwa Kevin aliingia ofisini na akawa anamueleza Boni pale kuwa mzee Nado, Mr. Nado yani amekuja na amekubali kusaini mkataba. So Kevin pale nyumbani anaonekana ameingia, lakini anaonekana kama amekasirika. Mpaka mimi mwenyewe nilikuwa nasema jamani, kwa kunitokea nini tena? Yani ameingia mpaka amemshtua Loveness iko akamwambia nenda kanitie mamangu. Loveness akashika njia akaenda kwa room ya mamake, akaenda muita mamake. Mamake ashangaa kuna nini? Niambie mwanangu, nini kimetokea? Nini kimetokea? Kevin nyamaza. Akawa amenyamaza mpaka mwenyewe anajiuliza kwa kutokea nini tena ofisini mpaka Kevin ankasirika hivi. Kwani amekataa tena kuweka saini ya mkataba ama ndio mambo gani? Ndio sasa Kevin akamshika mamake mkono akamwambia changamkeni. Furahini. Ndio akapata habari njema kuwa Mr. Nado amekubali kuja kusaini mkataba. Ni sasa pale alikuwa achangamsha mamake. Changamkeni mama, changamkeni. Mwakasirika nini? Mamake akasikia raha, jamani mwanangu umewezaje? Umewezaje Kevin? Kevin akamwambia kwa mama, mimi hata sijafanya kazi kubwa. Yaani Mr. Nado mwenyewe ndo amenitafuta akaniambia hivi na hivi na hivi. Mama akasikia raha jamani. Umeweza mwanangu jamani. Mzee Maro penye yuko jamani yasikia raha. Ndio hivyo basi Kevin akamkumbatia mamake pale, akamkumbatia Loveness akasema tumeweza. Shida ndio hiyo, yani shida bye bye. Akamwambia lakini sikizeni tena msikize kwa makini. Hii furaha yetu sisi ndio tofauti kubaki nayo. Tina sijue hata kidogo. Akasema sawa mwanangu sawa. Hakuna. Akauliza kama Tina mwenyewe yuko kwa nyumba, ndio Loveness akasema kwa hayuko. Akamwambia vizuri kwa hayuko. Vile hayuko hafai kujua, yani hapa wanafaa kuishi kama yani ndio anafilisika yani. Huko nako Tina katika pita zake akapita na jirani yake mwenye alikuwa anasumbua na kula, wakati Tina alifilisika akakutana naye njiani. Ndio akamshangaa, Tina, hebu njoo kando tuongee. Haya niambie kulikoni, mbona umpendeza mwenzangu? Kulikoni? Umpata pesa nini? Tina alivyoona visifa sasa, akamwaga tari visifa zake. Wenzenu hatujaombewa shida. Mumangu alinirudia, alisema kuwa haizishi bila mimi. Mwanzake akamwambia, basi vizuri. Lakini hata kama ndo mtelekeze babako. Baba kumemwacha mzee, yani yuhangaika mtani, yani yuhangaika hana la kufanya. Tina pala kabadilisha sura akasema, unajua hiyo murumia babake, unajua Tina mwenyewe anachanganyikiwa, hajui na mwenye alimia. Akasema mimi sijamtelekeza babangu. Unajua alijazwa fitina na Kevin babake. Sijamtelekeza babangu na mimi usinisumbue sijui nini. Nilimfuata babangu akanifukuza kabisa. Au rafiki yake akamwambia nini? Babako haizi kufukuza bure. Akamwambia nakujua Tina, lazima kuna kitu ulifanya ndio maana babako akakufukuza. Nakujua kwa mdomo wako na nini. Huko na kwa ofisini nini akaingia Oti akaingia mwenyewe. Akaketi chini akaanza cheka eti yomwambia Boni. Sasa hii ni wakati mzuri wa kampuni sasa inafurahia kwamba tumepata mwekezaji nini. Unajua amekuja na fitina. Boni pale akajifanya kaambe hakuna kitu. Akamwambia wasema nini, mbona sikuelewi? Oti akachukua na hati ya Boni bana, usijifanye kaambia huelewi nini. Na unajua tumepata mwekezaji, nimepata na Mr. Nado akitoka nje, alikuwa amekuja kusaini mkataba nini. Boni akamwambia haya, kama muona Mr. Nado amekuja hapa, sawa ameongea na Kevin lakini hawajakubaliana, maana nini Mr. Nado alikuwa anataka nusu kwa nusu na Kevin hajakubali. Kwa hivyo iko hivyo, sisi tumekubaliana kuna mkataba wote. Pale Oti akajifanya kaambia ankasirika nini, eti amehuzunika sababu kampuni haijapata mwekezaji. Wazee watu wanafitina kweli. Haya akapeleka ombi tayari kwa Dennis. So kwa Mr. Nado amekuja ofisini nini? Ilikuwa mambo kusaini mkataba, lakini sasa Mr. Nado alikata nusu kwa nusu, Kevin akakataa. Kwa hivyo hakuja saini mkataba. Hapo sasa Dennis akasikia akasema sasa tumepata nafasi ya wale wachezaji wetu, sasa wanafaa kwenda haraka ipasavyo. Ndio pale sasa Oti akamwambia kwa unafaa uharakishe nini mambo na pesa. Unajua Oti tayari anapenda pesa. Oti anataka pesa mwaga pesa zifanye kazi. Kevin akasema pesa si chochote. Huko nako tukaona kwa Oti ameenda kaka peke yake mahali. Akaanza piga simu. Mwenye ongea naye hatumjui, lakini tunaona kwa yeye sema kwa mimi naona nilichagua upande mbaya, maana Dennis anapoonekana Dennis ni kama anaanguka. Lazima nifanye mpango na mimi Dennis nini Kevin akishinda inamaanisha kwa mimi nitakosa kazi, na mimi siwezi kwa upande wa mtu ambaye atashindwa nipoteze kazi na sina mahali pengine pa kutegemea. Sasa itakuongea na nani jamani? Na ni mpango gani wao wenyewe upanga? Oti ishi na mipango. Ndio tungoje basi tuone ni mpango gani. Kevin naye ofisini mwenyewe ongea na mpenzi wake Loveness, amjulia Loveness hali nini eti katoto kashaanza kucheza. Kevin anasifa kweli, mimi penyewe bado changa. Ndio kidogo Natasha akaingia, sijui ndo wakili ama ndo nini mimi. Akaingia akaanza kuongea. Natasha akamwambia kwa mamako alikuwa hajaandikwa kitu chochote mambo na kampuni na mali yoyote. Kwa hivyo hakuna makaratasi yote ya mamako. Kwa hivyo mamako itabidi aje na documents zake zote, ndio sasa tupeleke mali zako zote ziingie kwa mamako. Kevin akasema kwa hiyo haina shida, hata ukitaka sasa hivi itafanyika hata kesho. Kevin ana haraka ya Tina kutoka kwa ile nyumba kanini. Ndio hivyo basi Natasha akasema kama ni hivyo basi haina shida, utakuja na mamako nini alete makaratasi yote, alafu tumalizane na hiyo kazi, haina shida. Kevin anakuambia najua na haraka. Wangapi wanangoja nini atoke? Tina atoke kwa nyumba tuone vitu, tuone vile atakuwa jamani. Ndio hivyo Kevin akasema kuisha, yani Tina kuisha. Akabaki hapo mwenyewe wazi. Yasema yani wewe Tina umeisha.
huna chako. Jamani, make sure una subscribe, tukingoja 96 tuone vile itakuwa. Make sure una subscribe jamani, na una like na una comment. Bye.